ndoa yenye mafanikio. Sasa utajuaje kwamba ndoa yako ina mafanikio? Biblia haielekezi kwamba kuna kuwa na ndoa ya mafanikio duniani, bali kuna maisha ya mafanikio. Inaonyesha katika chuo cha Yoshua 1:8 pale Biblia inaposema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali utafakari maneno yake mchana na usiku, ili uweze kupata kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yaliyoandikwa humo. Ndipo utakapoweza kuifanikisha njia yako na kustawi sana. Kwa Biblia inatuelekeza kwamba kuna kustawi sana. Kwa hiyo unapokuwa na good success kwenye maisha yako binafsi, ndipo unaweza ukawa na good success kwenye ndoa, ndipo unaweza ukawa na good success kwenye elimu, ndipo unaweza ukawa na good success kwenye jamii, biashara na kadhalika. Namaanisha kwamba unapokuwa na mafanikio binafsi ya maisha yako binafsi, ndipo unaweza ukawa na mafanikio hata kwenye ndoa yako. Kwa sababu huwezi kupima ndoa ni mafanikio, kwa sababu kuna wengine wameita kwenye ndoa na Mungu waoane ili watimize kusudi la Mungu. Lakini je, wewe una hakika kwamba huyo uliye naye ameitwa na Mungu kutimiza kusudi la Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Na hili ndio jibu langu kwa wale ambao wananiuliza, je, Mungu anakubali ndoa za dini zote? Okay, mnaniuliza Mungu anakubali ndoa za dini zote. Na mimi ninauliza swali, je, Mungu anakubali ndoa za swala? Mungu anakubali ndoa za kasongo? Umeshawahi kuona Mungu anakubali ndoa za ng'ombe? Bwana Yesu asifiwe. Huu ni ushahidi au ni neno ambalo linaondoa uwepo wa Mungu katika ndoa. Kitu gani kilifanyika na Mungu? Biblia inasema kwamba katika chuo cha Mwanzo 2 mstari wa 23, Biblia inasema Adam akasema ya kwamba sasa huyu ni mifupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama zangu, hivyo ataitwa mwanamke kwa sababu ametoka katika mwanamume. Oishi ni kwamba ni mwanamke na mwanamume waishi pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kitu pekee kinachomfanya mwanadamu aweze kuwa accountable kwenye ndoa ni utofauti wake yeye na wanyama. Mwanadamu anaongea, wanyama hawaongei. Kwa kinachomfanya mtu ahesabike na hatia mbele za Mungu katika ndoa ni yale maneno unayotamka. Kwa yale maneno unayoongozwa kutamka ndio yanakufanya wewe mbinguni uwepo ndoa. So you can even marry a dog, you can even marry a cat, you can even marry anything. Lakini mwisho wa siku, you are the one who will be in trouble. Kwa angalia na vitu ambavyo unashughulika na. Hiyo moja, maisha ya ndoa yapoje? Watu wengi hawajui jinsi kwenye ndoa wanavyotakiwa kuishi. Wakorintho 7:4. Biblia inasema mke hana amri juu ya mwili wake mwenyewe bali mumewe, na pia mume hana haki juu ya mwili wake bali mkewe. Kwenye ndoa ni 100% to 100%. Kwa sababu Adam alisema mwanamke ni mifupa katika mifupa yake na nyama katika nyama zake. Kwa kwenye ndoa mnaishije? Mwanamke ana 100% na mwanaume ana 100%. Bwana Yesu asifiwe. Kingine nataka ukitambue katika chuo cha Petro 1:3 mstari wa 4, tunaelekezwa pale kwamba Sara alimtii Ibrahim akamwita bwana. Kwa wanawake, mume sio baby wako. Kuna baadhi ya wanawake mnaita waume zenu baby. It's like simple like that. Mume sio baby wako. Mume ni bwana wako. In other words, mume ni Mungu wako. Na kwa wanaume, mke sio chombo cha kukichezea kwa sababu Biblia imeelekeza ni chombo dhaifu. Biblia inaelekeza wazi kwamba mke ni chombo cha kuheshimiwa ili maombi yako asizuiliwe. Wanaume wengi mnapata matatizo sasa hivi kwenye kazi zenu, kwenye shughuli zenu za hapa na pale, kwa sababu ya wanawake ambao mnawakosea nyumbani. Mke wako anaondoka hana fulana wewe. Kuna wanaume ni wachoyo. Maisha yenu ni maisha yenu tu. Mke hajui hata mshahara umepata lini. Mke hajui hata umetumia nini. Usiniambia sijue. Ni mifupa katika mifupa yako na nyama katika nyama zako. Mume amejaza kabati la nguo, mke ana kanga mbili. Siku hizi mwanaume ukienda kununua nguo dukani, moja yako, nyingine ya mkeo, kwa sababu wote ni mwili huu mmoja. Kuna wanaume ambao mnawazuia wake zenu wasiende kuabudu sehemu wanayotaka, hata kwa sababu ni mume ni Mungu. Sikiliza, mume unakuwa Mungu kwa mkeo tu, lakini mchungaji anaposema neno, wewe pia unapaswa usikilize. Yaani mke na mume mnapokuwa wawili, hapo kuna Mungu na mwanadamu. Mchungaji anapokuwa katikati yenu, nyinyi wawili ni wanadamu, Mungu ni mchungaji. Kwa hiyo, mume unayezuia mkeo asiabudu, mume unayezuia mkeo asifanye vitu vya msingi, mume unayekuwa mchoyo, ulipi ada ya watoto shule, chakula nyumbani ni tabu, watoto nguo za shule shughuli, mtoto anaenda nguo imechanika, una uwezo kulipa ada. Hapa mwezi huu unasubiri kulipa ada, uombwe upigwe magoti, ni mwanao.
Pia mwanao ni nyama katika nyama zako na mifupa katika mifupa yako. Tendo lolote unalotenda leo litakulipa kesho. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema watakapopatana wawili duniani kwa jambo lolote lile, watapewa na Baba yangu aliye mbinguni. Kwa hiyo mwe na heshima, na pia wanawake msiwe viburi, pia wanaume siwe mnawakwaza wake zenu. Nimegusa tu kidogo. Mungu awabariki. Ndoa na iheshimiwe na watu wote kama inavyoagiza Biblia katika chuo cha Waebrania. God bless you. Thank you. It's Pastor Mwakembe. Ciao.